Oleka hakuna. Na si ati wewe ni mbaya, si ati watu wale wenye hawajaoleka ni wabaya. Lakini sasa waoleke wapi? Milango ya kuoleka ilifungwa. Niko na mama mmoja amekuwa na miaka 44. Akaniambia watu wenye anakutana nao wanamwambia tu walale na yeye. Hakuna mtu yote amemwambia ati amuoe ama mpeleke kwa boma mahali akae. Kwa hiyo 44 years anakutana na watu tu wale wa kumwambia walale na yeye. Lakini anasema ninatamani nipate mtu wa kusema hata kwao ni mahali fulani, niende tu hata nikae huko reserve, lakini sijawahi pata. Nikasema hapana, milango ya ndoa ilifungwa na lazima kupatikane mama mmoja atakayesimama ama mzee atakayesimama aseme nitafuata nielewe ni nani aliyefunga milango. Maana mimi si kiwete, maana mimi si kipofu, maana mimi sina shida. Matatizo yangu yako wapi? Mtu ambaye hata tosheka tu na mahali penye yako atakubali kuenda extra mile mpaka achue shida ambaye nakula familia ni nini nakula. Amen. Haleluya. Lazima uchukue hasira ya kuelewa ni nini kinapika familia, ni nini kinapika jamii. Kuna watu wafiki miaka fulani wanaenda. Kuna watu wengine ni utasa. Kuna watu lazima akienda kuzaa lazima apitie operation. Kuna matatizo yamejaa katika familia, lakini hakuna mtu wa kurekesha. Hakuna mtu wa kurekesha. Ulikumbuka katika familia ya Lutu hakukuwa na kuhani huko. Akaenda kuokolewa kwa kasini yake. Alikuwa na connection na kasini yake. Kwa njia ya ukasi wakawa connected na Abraham. Na kule hangerejeshwa yeye na mke wake na watoto wote wangekuwa umatekani. Wote. Na kuna watu leo ni ndugu yako ni dada yako. Kweli kabisa alitekwa nyara. Ako kwa pombe, alitekwa nyara. Maisha yake yanaenda vibaya. Alitekwa nyara. Kile chenye anajaribu hawezi. Lakini wewe umekuwa mfifu. Mimi nawaambiaga nililelewa kwa salvation yangu. Baba yangu alikuwa kwa salvation yangu. Mama ni wakubwa. Mama alikuwa ni home league kwa salvation yangu. Sisi tukalelewa tukapatishwa kwa salvation yangu. Lakini nikaanza kupiga tarumbini siku ile ambayo walishindwa kulipa school fees yangu. Na nikasema si mimi peke yangu, mimi kwetu ni namba 5. Na nikaangalia namba 1 alifika klasi hiyo, school fees ikashindwa. Namba 2 alifika klasi hiyo, school fees ikashindikana. Namba 3 alifika klasi hiyo, school fees ikapatikana. Na mimi nikafika klasi hiyo, wakaniambia school fees imekosekana. Nikasema hapana, hata sitafuata sasa Mungu wa babangu. Kama Mungu wa babangu ambaye wameabudu ni wakukomesha watu kwa hii klasi tu peke yake na school fees inaisha, basi mimi ninakataa. Nina change maisha. Nikakubali sasa kuingia katika dini ya kiroho. Nikaanza kuomba kwa bidii. Nikaanza kufunga na kuomba. Nikiuliza Mungu shida iko wapi? Haleluya. Amen. Yesu tuwe ukweli. Ndiposa Mungu akaanza kunifungulia. Sasa nikaangalia wasasi